sehemu ya mahusiano yako na Mungu katika kutengeneza hatima ya maisha yako. Hatima ya maisha yako inategemea mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili hatima yako iwe nzuri, ili uweze kufikia hatima, lazima uwe na mahusiano mazuri na mtengeneza hatima. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo ili tuwe salama, ili tuwe na maisha mazuri, ili tuwe na hatima nzuri, lazima tuwe na mahusiano mazuri na Muumbaji. Tuwe na mahusiano mazuri na mtengeneza hatima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ukitaka kujua kusudi la kitu, muulize aliyetengeneza kile kitu. Aliyetengeneza kile kitu ndo anayejua kusudi la kile kitu alichokitengeneza. Kama unataka ujue kusudi la kiti, muulize aliyetengeneza kiti. Aliyetengeneza kiti ndo anayejua kusudi la hichi kiti. Kwa hiyo na wewe ukitaka kujua kusudi, njia nzuri ya kujua kusudi, mimi nilikuja duniani kufanya nini, ni kuwa na mahusiano mazuri na aliyekuumba. Hata mama yako hakujui wewe vizuri. Wakati mwingine hata baba yako hakujui vizuri wewe. Wanaokuzunguka hawakujui kama Mungu anavyokujua. Na ndio maana pia mzee Yese alikuwa mjui Daudi. Alikuwa ajui kama Daudi ni mfalme. Haleluya. Inawezekana katika watoto wako hao 7 kuna mmoja pale ni rais wa nchi. Kuna mmoja pale ni waziri. Lakini wewe kila siku ni kumtukana kichwa kama boga. Unamwambia kila siku wewe ni mpumbavu. Hujajua kama huyo ni daktari siku moja. Huyo ni waziri siku moja. Ndivyo mzee Yese alikuwa hajajua kama Daudi ni mfalme. Ndio maana alipokuwa amekuja Samueli mtumishi wa Mungu kutoa sadaka pale nyumbani kwao, aliita watoto wote akamsahau Daudi. Hakujua kesho ya Daudi. Anayejua hatima ya mtu ni Mungu. Haleluya. Mungu amemwambia Samueli, jaza pembe yako mafuta.